wote. Bwana ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipende kushukuru wachungaji waliotangulia, mchungaji wa masomo ya afya, mchungaji wa masomo ya kaya na familia. Naamini afya za miili yetu na afya za ndoa zetu zitakuwa imara kupitia sauti hiyo inayookoa. Kwa siku ya jana tulikuwa na somo linalosema mwenye sauti inayookoa atangaza siku ya ibada, sehemu ya pili. Juzi tulikuwa na sehemu ya kwanza, lakini jana tukawa na sehemu ya pili ya kichwa kinachosema mwenye sauti inayookoa atangaza siku ya ibada. Na juzi na jana tukakubaliana ya kwamba siku ya ibada ni Sabato takatifu ambayo ni Jumamosi. Hatukusoma Biblia peke yake, tukasoma na Qur'an takatifu pia, ikatuelekeza ya kwamba siku ya pumziko, siku ya Sabato ni Jumamosi. Lakini siku ya leo tutakuwa na kichwa cha somo kinachosema sauti inayookoa yatangaza kaburi la dhambi. Sauti inayookoa yatangaza kaburi la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote na wakati wote. Bwana ni mwema. Popote unapoisikia sauti hii leo, tunaenda kuligundua kaburi la dhambi. Wapi tunapaswa kuzika dhambi zetu? Wapi tunatakiwa kuweka dhambi zetu? Je, dhambi zetu zinazikwa kwa namna gani? Je, utu wa zamani tunaweza tukauzika kwa namna gani? Leo somo letu linaenda kutupatia jibu sahihi, ambapo tunaweza kuweka dhambi zetu, ambako tunaweza kuzika dhambi zetu. Tunapaswa tufahamu ya kwamba baada ya kufufuka kwa Yesu Kristo alitoa maneno kwa wanafunzi wake. Baada ya Yesu Kristo kufufuka na anapojiandaa ili kupaa kwenda mbinguni, akatoa wosia kwa wanafunzi wake. Naweza nikauita wosia. Najua watu pale ambapo wanapoona kabisa hapo aisee naelekea kufa, huwa wanaacha wosia kwa familia zao, lakini ikawa tofauti kwa Yesu Kristo ambaye aliacha wosia baada ya kufufuka. Anapojiandaa kwenda mbinguni, akaacha wosia kwa familia yake aliyokuwa nayo ulimwenguni, kwa mitume wake na wanafunzi wake. Nilisoma kisa kimoja cha baba mmoja ambaye alikuwa na familia yake ya watoto wawili wa kiume. Alikuwa na maisha ya kawaida sana, lakini siku akaumwa. Uzee umeenda, magonjwa ya uzeeni ni mengi. Mzee alipojiona ya kwamba hapo sasa naelekea kufa, hapo hamna namna ya kupona tena, naelekea kufa, akawaita watoto wake wawili, akawaambia, wanangu, tumeishi maisha ya kawaida sana, lakini kuna kitu kikubwa nilikuwa nawaandalia, kikubwa sana. Leo hii nahitaji niwaachie. Watoto wakatega sikio, wakijua kabisa huo ndio muda wa wosia. Maneno ya mwisho ni ya kuyasikia kwa umakini, kwa maana ya kuaga maneno ya baraka, ya kuaga maneno ya kutakia heri, au ya kuwatakia heri watoto wako. Watoto wakatega sikio kumsikiliza mzee anasemaje. Mzee akawaambia, nilikuwa natafuta pesa nyingi sana, lakini sikutaka kujenga nyumba nzuri wala kununua magari, lakini hizo pesa niliwatunzia nyewe wanangu, na ninapoenda kufa ninaona niwaachie, kwa maana zitapotea bila kuwaachia watoto wangu. Watoto waliposikia pesa wakatega sikio zaidi. Akawaambia, kwenye msingi wa nyumba yetu ni
nilikimbia pesa wakati nafanya ujenzi wa nyumba. Niliacha eneo la msingi wa nyumba ambako nilikuwa natunza hizo pesa. Ni pesa nyingi sana, nimetunza kwa muda mrefu. Baba akakata moto, Waswahili wanasema. Baba akafariki, watoto wakabaki na wosia ya kwamba baba alituachia pesa. Baba pesa ameweka kwenye msingi wa nyumba. Watoto wakatoka, hata kuupeleka mwili mochwari hawakutaka, wakakimbia nyumbani, wanaenda kutafuta hizo pesa. Makoleo yalipo, majembe yalipo, kuchimba msingi wa nyumba, watafute pesa mahali zilipo. Wakachimba sana, wakaizunguka nyumba, wanachimba msingi wa nyumba kutafuta pesa ambazo baba ametuachia. Wakazungusha, wanakuta ukuta unaanguka. Wanasema sio ishu, hiyo pesa aliyotuachia, tutajenga nyumba nyingine. Wanachimba, ukuta unaanguka, mpaka nyumba yote imeanguka, hakuna pesa aliyoona. Wanamalizia mahali pa mwisho, wanakutana na karatasi iliyokunjwa vizuri, ambayo ndio ina wosia ndani yake. Karatasi imeandikwa, wanangu wapendwa, na wapenda sana, nilitumia nguvu kubwa kujenga hii nyumba. Sasa mmeiangusha, nahitaji na nyie mjenge ya kwenu, msiishi kwenye nyumba ambayo nimejenga mimi. Ndio wosia wa ajabu sana. Watoto wakaangua vilio, tunaangusha nyumba ambayo tulikuwa tunaitegemea. Wakamchukia baba ambaye ni maiti. Lakini ni tofauti sana na wosia wa Yesu Kristo. Yesu aliacha wosia wa maana kwa wanafunzi wake. Kitabu cha Mathayo 28:18. Yesu Kristo anaacha wosia kwa wanafunzi wake, anawaambia napaa kwenda mbinguni, lakini sikilizeni kwa makini wosia naoachia. 28:18 mpaka 20, kitabu cha Mathayo. Neno la Mungu linasemaje? Tuone Yesu Kristo wosia aliowaachia wanafunzi wake kwenye kitabu cha Mathayo sura 28 aya ya 18 mpaka 20 mpaka aya 20. Inasemaje? Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Huo ndio wosia ambao Kristo anawaachia wanafunzi wake. Anatoa msimamo juu ya kuzika dhambi. Anasema mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Sio tu kuwa wanafunzi, lakini mkiwabatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo anaacha wosia kwa wanafunzi wake namna ya kuvuka dhambi. Anataja neno ubatizo hapo, anasema mkiwabatiza. Leo hii zipo nadharia nyingi juu ya ubatizo. Wako watu wanabatiza kwa kunyunyiza maji kichwani. Wapo watu wanabatiza kwa kuruka moto. Wapo watu wanabatiza kwa kupaka mafuta ya kondoo. Wapo watu wanabatiza kwa kupita chini ya bendera. Wapo watu wanaobatiza kwa kuzamisha majini. Wako watu wanaobatiza kwa kukojorea. Wako watu wanaobatiza mchungaji anaweka beseni, anawaosha na sabuni safi. Ziko batizo nyingi ambazo zimetengenezwa katika ulimwengu huu,
Lakini Yesu alitoa msimamo akisema ya kwamba mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Je, ubatizo huo ni upi ambao Yesu Kristo alituachia? Usia wa Yesu Kristo aliacha ubatizo namna gani? Kitabu cha Wakolosai tusome tuone, je, ubatizo huo ambao Kristo ametuachia ni upi? Lakini je, ubatizo huo unapaswa uwe kwa watu wazima, kwa watoto au kwa watu wa rika zote? Leo somo litaenda kutujibu. Wakolosai 2:11 na 12. Soma kwenye kitabu cha Wakolosai 2:11 mpaka aya 12. Inasemaje? Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono. Tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Sikiliza, kwa kuuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye, kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Tunaona Wakolosai anatuambia sisi hatukufanyika kwa tohara ile ya mwili, lakini ni kwa tohara ya Yesu Kristo, ili huo mwili wa nyama uvae tohara ya Yesu Kristo. Anasema na tumezikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo tukafufuliwa pamoja naye. Huo ndio ubatizo ambao Yesu Kristo alitupatia. Ubatizo umetajwa mara 80 katika kitabu cha Agano Jipya. Lakini je, upi unafaa kuwa kaburi la dhambi? Ubatizo umetajwa mara 80 katika Agano Jipya, na kuna nadharia nyingi za ubatizo. Je, katika hizo zote ipi inafaa kuwa kaburi la dhambi? Maana Wakolosai inatuambia tumezikwa pamoja naye, lakini pia tulifufuliwa pamoja naye. Kumbe ubatizo ndio kaburi la dhambi zetu. Kati ya kunyunyiza, kuruka moto, kuzamisha majini, kupita chini ya bendera, kukojolea, kuogesha waumini, upi unafaa kuwa kaburi la dhambi? Yohana 3:1-5 anasemaje? Tuone kisa cha mtu mmoja anaitwa Nikodemo. Soma hapo. Inaelezea basi palikuwa na mtu mmoja Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku, naam, akamwambia Rabi, tunajua ya kuwa wewe mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, naam, isipokuwa Mungu yupo pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Haingii ufalme wa Mungu. Tumepata jibu kidogo hapo, tumepata ufafanuzi kidogo hapo. Yesu anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme wa mbinguni, lakini anatuongeza kajibu kidogo, anasema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Kwa hiyo kati ya vile nadharia za ubatizo ya kuruka moto tunaitoa, kwa sababu Yesu ametaja maji hapo. Amesema mtu asipobatizwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuurithi ufalme wa mbinguni. Kumbe ubatizo unatakiwa uhusishe maji. Hivi mkojo nao maji eti? Kwa hiyo mkojo tunauacha, ubaki kwanza. Kwa hiyo tumebakia na nadharia ya kukojolea, nadharia ya kumwagia maji kichwani, nadharia ya kuzamisha majini. Tubaki na hizo nadharia. Biblia itaenda kutujibu, je, ubatizo upi ndio sahihi ambao unahusisha maji, ambao Kristo mwenyewe alisema? Twende kitabu cha Marko 16:15 na 16. Neno la Mungu linasemaje? Kwenye kitabu
kitabu cha Marko sura ile ya 16 mstari wa 15 mpaka 16. 15 mpaka 16. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Asiamini atahukumiwa. Hata anasema Yesu Kristo mwenyewe alisema ya kwamba mtu aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Tulikuwa na swali ya kwamba je, mtoto pia anaruhusiwa kubatizwa? Hivi mtoto anaweza kuamini au tuiache kwanza na fungu lake mbele? Mtoto hana uwezo wa kuamini. Je, wao mnatumia kifungu gani kubatiza watoto? Yesu Kristo anasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Kumbe ili mtu uokoke unapaswa ubatizwe. Unapobatizwa unajidhihirishia moja kati ya sifa ambazo mtu anayetaka kwenda mbinguni anapaswa awe nazo, ya kwamba anatakiwa abatizwe. Lakini je, huo ubatizo ni upi? Huo ubatizo ambao Biblia inatuambia lazima tubatizwe ni upi? Ubatizo ambao Yohana Mbatizaji mwenyewe aliuanzisha. Kitabu cha Mathayo 3, tuone ubatizo wa namna gani ambao Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza. Yohana 3 mstari wa 5 na 6. Soma hapo kitabu kile cha Mathayo sura 3 aya kwanza 3, 5 na 6. 3:5 mpaka 6 inasemaje? Ndipo wakamwendea Yerusalemu na Wayahudi wote na nchi zote za kando ya Yordani, wakamwendea Yohana, naye akawabatiza katika mto Yordani. Akawabatiza katika mto Yordani, huku wakizungana dhambi zao. Tunaona Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza watu katika mto Yordani. Lakini je, hapo kwenye mto walikuwa wanaingia ndani ya maji au walikuwa wapo kando wanachota na jagi wanakuja kubatizia nje? Je, walikuwa wanafanyaje? Yohana alikuwa anabatizaje? Huenda sawa, Biblia imetaja mto Yordani sawa, lakini huenda walikuwa wanachota kwenye ndoo, wanakuja naye ng'ambo, wanachukua kikombe, wananyunyiza juu ya kichwa. Huenda walikuwa wanafanya hivyo. Hebu tuiulize Biblia, hapo katika mto Yordani walikuwa wanabatizaje? Hiyo Mathayo 3:13 mpaka 16, 13 mpaka 16. Yesu Kristo mwenyewe alienda katika msafara huo wa ubatizaji katika mto Yordani. Je, huyo Yesu Kristo naye alichukua jagi wakanyunyizia maji nje au nini kilikuwa kinafanyika sana? Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Yesu Kristo akaja hapo mto Yordani kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, habari hivi sasa, kwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Ishia hapo, rudia. Mara akapanda kutoka majini. Je, alipanda kutoka kwenye ndoo? Je, alipanda kutoka kwenye kikombe? Je, alipanda kutoka kwenye birika? No, Yesu Kristo alipanda kutoka majini. Kumbe ubatizo unahusisha mwili mzima. Ubatizo unahusisha kuingia ndani ya maji. Katika zile nadharia 3, kubatiza kwa kuzamisha majini, kubatiza kwa kunyunyiza maji, kubatiza kwa kukojorea, tumebaki na ipi? Tunabatiza inapaswa kuingia ndani ya maji. Huo ndio ubatizo ambao Yesu Kristo aliuasisi. Na wewe leo unajiita Mkristo ambaye hufuata nyayo za Kristo, unafuata nyayo za nani?
Wewe mchungaji ambaye unabatiza watu kinyume na Biblia, umetoa wapi? Wewe ni injilisti, kiongozi wa dini ambaye unabatiza watu kinyume na Biblia, hayo umetoa wapi? Je, wewe nawe unajiita Mkristo au kuna jina jingine tukutafutie? Maana tukisema wewe ni Mkristo unamaanisha ni mfuasi wa Yesu Kristo. Kama ni mfuasi wa Yesu Kristo, lazima ufuate kile ambacho Yesu Kristo alifanya. Yesu Kristo alibatizwa ndani ya maji, ndani ya mto Yordani, akazamishwa majini. Kama wewe ni Mkristo, lazima ufuate nyayo za Kristo. Na kama haufuati nyayo za Kristo, unafuata nyayo za yule baba wa uongo, nyayo za Shetani, mkimbizi wa kwanza. Nawe kiongozi wa dini unayebatiza watu kinyume na Biblia, unafuata nyayo za Shetani, utakuwa mkimbizi wa pili. Nawe mtumishi wa Mungu ambaye unakubali kubatizwa kinyume na Biblia, utageuka kuwa mkimbizi wa tatu. Achana na kufuata nyayo za Shetani. Zipo nyayo za Yesu Kristo ambaye anatuambia ubatizo lazima mtu azamishwe ndani ya maji. Lazima mtu abatizwe ndani ya maji. Sauti inayokoa yatangaza kaburi la dhambi zetu. Lakini je, kaburi la dhambi ni hili hapa. Kaburi la dhambi ni hili hapa. Kitabu cha Warumi 6. Tulione kaburi la dhambi. Wakolosai anatuambia tukazikwa pamoja naye. Hivi kuzikwa huwa inahusisha kichwa peke yake? Hapana. Hivi kuzikwa huwa inahusisha miguu peke yake? Hapana. Kuzikwa inahusisha mwili mzima. Mbona sijaona siku moja mmebeba maiti mkaenda mkaifukia kichwa kiwiliwili mkaacha nje? Mbona sijaona hiyo? Biblia inafananisha ubatizo sawasawa na kuzika majini. Kama ni sawasawa na kuzika, basi lazima ihusishe mwili mzima. Lakini pia Yesu Kristo anasema mtu usipozaliwa mara ya pili, ubatizo umefananishwa na kuzaliwa. Hivi mama anapoenda kuzaa kinatoka kichwa peke yake? Kama unatoka mwili mzima, kwa nini nyie mnabatiza watu kichwa peke yake? Je, ni kichwa tu kimetenda dhambi? Mikono, macho, miguu haikukuongoza katika kutenda dhambi? Soma Warumi 6:3-4. Kwenye kitabu cha Warumi 6 mstari wa 3 mpaka 4 inasemaje? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Sikiliza hiyo, rudia hapo. Tulibatizwa katika mauti yake. Yesu Kristo tulibatizwa katika mauti yake. Je, yeye walizika kichwa peke yake? Hapana. Walizika mwili mzima. Endelea. Anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kama Yesu Kristo hivyo alipeleka kichwa cha Yesu pekee, au alikata tu mkono akapeleka kaburini? Biblia inasema tulizikwa pamoja naye katika ubatizo. Endelea. Anasema naam, tulizikwa pamoja naye katika kwa njia ya ubatizo. Kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Sikiliza, tulizikwa kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba. Kama Kristo alivyofufuka, hivi pia Yesu Kristo alifufuka kichwa tu? Yesu Kristo alifufuka mwili mzima. Na sisi tunapozikwa katika dhambi, tunapaswa tuzikwe mwili mzima, lakini pia tufufuliwe mwili mzima. Endelea. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Hata sisi tunapaswa kuenenda katika upya wa uzima. Hata sisi tunapaswa kuenenda katika upya wa uzima. Yesu Kristo alizikwa siku ya Ijumaa, tuliona jana, na siku ya Sabato Jumamosi akapumzika, na Jumapili akafufuka katika wafu. Paulo ananukuu hilo, anafananisha ubatizo na kifo cha Yesu Kristo. Anasema sisi nasi kama kweli ni Mkristo, kama kweli ni mfuasi wa Yesu Kristo, katika ubatizo tunapaswa tuzikwe pamoja naye.
na katika huo tunapaswa tufufuliwe pamoja naye. Hiyo ndio maana ya ubatizo, inapaswa ihusishe mwili mzima. Siku ya jana nilitangaza nikasema, ukiona injili inahubiriwa, neno la Mungu linasomwa, halafu inakuchoma moyo, inakuumiza moyo, jua dhahiri ya kwamba Roho Mtakatifu ananena nawe. Tulisoma tukaona neno la Mungu ni kama moto, neno la Mungu ni kama nyundo ipondayo vipande vipande, ili kusudi moyo huu wa jiwe ubadilishwe uwe moyo wa nyama. Yesu Kristo anasema, neno langu ni hai, tena lina nguvu, tena li kali kama upanga ukatao wote kuwili. Leo hii kama jinsi neno la Mungu linahubiriwa, halafu unahisi uchungu, Roho Mtakatifu anahitaji ubadilike, anahitaji ufanye toba. Neno la Mungu linapohubiriwa, jua dhahiri ya kwamba lazima linene nawe. Shika wewe Zakaria, rudi hapa. Sema damu ya Yesu, mimi nakuomba. Jua dhahiri ya kwamba Mungu anahitaji kunena nawe. Kaburi la dhambi limegunduliwa hapa. Kaburi la dhambi linahitaji tufike mwili mzima. Kaburi la dhambi linahitaji lihusishe mwili mzima, kama tulizikwa pamoja naye na katika yeye tumefufuliwa. Tulizikwa pamoja naye katika dhambi na katika upya tunapaswa kufufuliwa. Kaburi la dhambi limegunduliwa hapa. Yeye mwenye sauti inayokoa atangaza kaburi la dhambi zetu. Hatimaye unapotoka katika maji, unapobatizwa, unapozamishwa majini na kuinuliwa kufufuka pamoja na Kristo, unakuwa kiumbe kipya. Soma Wagalatia 2:20 inasemaje kuhusu kuzaliwa upya na kuwa kiumbe kipya? Wagalatia 2:20, neno la Mungu linasemaje? Kitabu cha Wagalatia 2:20, naam, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Sikiliza, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena. Sulubiwa hapo, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Tunaona baada ya ubatizo, unapobatizwa, unaporuhusu kumwamini Yesu Kristo na kuchukua uamuzi wa kwenda kubatizwa, sio tu kubatizwa katika maji mengi, maana ndivyo walivyofanya, maana ndivyo Kristo alivyobatizwa. Baada ya kubatizwa katika maji mengi, tunafufuliwa katika upya, tunakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, ya zamani yamepita, tumefufuliwa kama kiumbe kipya. Wagalatia 2:20 inatuambia baada ya ubatizo, tunapofufuliwa tunakuwa kiumbe kipya. Hiyo ndiyo maana ya ubatizo, lakini sio kwa Yesu Kristo peke yake. Kuna watu wanasema huenda Yesu Kristo alifuata tu ubatizo wa Yohana, huenda Yesu Kristo alitaka ajionyeshe tu, hayuko kinyume na Yohana. Huenda Yesu Kristo alifanya hivyo ili Yohana amuone na kumdhihirisha mbele ya watu. Huenda watu wanasema hivyo, na baada labda ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, ubatizo ulibadilika, mitume walibatiza tofauti, Paulo alibatiza tofauti. Huenda watu wanasema hivyo. Sikiliza, soma kitabu cha Matendo 8, kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 30 mpaka 39. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 30 mpaka 39. Soma hapo. Basi Filipo akaenda mbio. Tunaona kisa cha Filipo. Basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya.
anasoma chuo cha nabii Isaya, akanena, je, yamekuelea hayo unayosoma? Yamekuelea hayo unayosoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Toashi anasema, je, nimesoma ndio, lakini sijaelewa mpaka mtu aniongoze. Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Akamwambia Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko aliyokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyomkimya mbele yake amkataa manyoya, vivyo hivyo na yeye naye afunua kinywa chake. Akafunua kinywa chake, katika kujidhiri kwake hukumu yake iliendelea. Ni nani atakayeweza kizazi chake? Naam, kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Naam, yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kwamba nabii huyu asema habari za maneno haya kwa habari ya nani? Kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au habari za mwingine? Habari zake mwenyewe au ni habari za mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Sikiliza hapo, wakiwa wanaendelea njiani, nataka nikufanya ufahamu ya kwamba huyo towashi alikuwa ni mtu mwenye pesa. Alikuwa anatembea katika gari ya farasi. Huyo mtu katika gari yake alikuwa anasoma chuo cha nabii Isaya, na wakasoma kisa cha Yesu Kristo, lakini hakukielewa. Akamwita Filipo, akamwambia amweleweshe. Filipo akamwelewesha. Walipokuwa wakiendelea katika gari hiyo, wakafika mahali penye maji sana. Anasema yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Tazama maji ni haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Huyo ni towashi aliyekuwa anatembea katika safari zake, aliyevalia mavazi yake mazuri. Kama namuona mtu aliyekuwa na pesa zake, amevaa suti, anatembea katika viatu yake, lakini ndani ya hiyo viatu akawa anasoma Biblia, lakini hakuelewa. Akamwita mtumishi wa Mungu amweleweshe mtu huyo aliyevaa suti, anayetembea, lakini akamwelewesha, akaelewa. Wakafika mahali wakakuta bwawa. Akasema, tazama maji ni haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Je, huyo mtu mwenye suti alibatizwaje? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Ukiamini, jambo la kwanza, ukiamini kwa moyo wako wote linawezekana. Ninauliza, je, tunayobatiza watoto, mtoto anaamini? Mtoto anaweza kuamini? Filipo anamwambia jambo la kwanza ni kuamini, na ukiamini inawezekana. Endelea. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akasema, naamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Hayo tunayowabatiza wakiwa watoto wadogo, huwa anasema nimeamini. Wakati mimi nimezaliwa nikiwa Roman Catholic, nilibatizwa nikiwa hata sijijui. Nilionyesha tu picha eti baada analimwagia maji kichwani, naambiwa ulishabatizwa. Sasa nilibatizwa, nilimwamini nani? Mlinifundisha nini mpaka nikaamini, mpaka nikabatizwa? Mlinifundisha nini? Endelea. Huyo towashi aliyevaa suti, ambaye anasema nimeamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Filipo anamwambiaje? Akaamuru lile gari lisimame, akaamuru viatu yake isimame, akaamuru gari yake kali isimame. Anasemaje? Wakateremka wote wawili majini, Hivi Kiswahili kinaeleweka? Ndio. Tukisema majini maana yake nini? Maji mengi. Ndani ya maji mengi? Ndio. Majini ni ndani. Ingekuwa kando ya mto au kando ya bwawa wasingetumia majini, lakini Biblia inasema wakateremka wote wawili majini. Endelea hapo. Anasema Filipo na yule towashi. Filipo na yule towashi naye akambatiza. Endelea. Kisha walipopanda kutoka majini, na kuambia kama namuona mtu ambaye aliyekuwa kwenye viatu yake, amevalia suti yake, anateremka. Filipo
wanapanda kutoka majini. Unafikiri watu hao walikuwa wanapenda sana kuosha nguo zao? Unafikiri walikuwa wanapenda sana kuoga? Unafikiri walikuwa hawajaoga siku nyingi? Hapana, huyo mtu aliyekuwa na safari zake, aliyevalia vizuri, lakini baada ya kuliamini neno la Mungu hakuhitaji muda zaidi. Alisema, tazama maji ni yale pale, nini kinachozuia nisibatizwe? Hayo mavazi, hiyo suti sio kitu mbele ya Yesu Kristo. Wakateremka majini, Filipo wakambatiza, kisha baada ya kumbatiza wakatoka ndani ya maji akiwa amenea, lakini ni katika upya, akiwa amefika dhambi zake katika wafu na Kristo, amefufuka na Kristo katika upya. Neno la Kolosai anatuambia tulizikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo tulifufuliwa pamoja naye. Tunamwona huyo towashi alikubali kuzika utu wake wa zamani katika Yesu Kristo, na akafufuliwa upya katika Yesu Kristo kwa kuwa aliamini. Anasema nimeamini. Endelea hapo. Anasema Roho wa Bwana akamnyakua Filipo yule towashi asimwone tena. Roho wa Bwana akamnyakua Filipo yule towashi asimwone tena. Baada ya ubatizo, towashi anatoka zake akiwa na imani, ameamini, akiwa kiumbe kipya. Roho wa Bwana anamchukua Filipo, anapotea towashi hata asimwone tena. Tumeelewa ya kwamba tumesoma mafungu mengi yanayoonyesha ubatizo lazima uhusishe maji. Tukatoa ubatizo wa kupita chini ya bendera, tukatoa ubatizo wa kuruka moto, tukatoa ubatizo wa kupaka mafuta, tukabakiza ubatizo unaohusisha maji, ubatizo wa kuzamisha majini, ubatizo wa kunyunyiza maji, ubatizo wa kukojolea, sababu mmeniambia mikojo nayo ni maji. Tukasema haya, tuone haya maji huwa yanatumikaje katika ubatizo. Tukaona Yesu Kristo mwenyewe anabatizwa, anaenda anazamisha majini. Baada ya kuzamisha majini, anatolewa, anapanda kutoka mto Yordani. Anapopanda kutoka mto Yordani, Roho wa Mungu anakuja, anatua katika bega yake. Sauti kutoka mbinguni nasema, huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, msikilizeni yeye. Lakini pia nikasema labda naweza kusema Yesu Kristo alivyogongomelea msalabani, ubatizo pia ulibadilishwa, maana ndio kauli zenu. Hata kwenye amri 10 za Mungu mnasema ziligongomelewa msalabani, lakini siku ya jana tuliona msalabani Yesu Kristo alihukumu dhambi, hakuhukumu sheria. Msalabani Yesu Kristo alihukumu dhambi, hakuhukumu torati. Tunamwona Mtume Filipo naye anadhihirisha, anasema ya kwamba Yesu Kristo wakati anapaa kwenda mbinguni, alipotuambia mkawafanye wanafunzi mkiwabatiza, aliposema mkiwabatiza, alisema tubatize hivi. Filipo anatuonyesha tunabatiza kwa kuzamisha majini, tunabatiza kwa kufa na kufufuka katika upya wa Kristo. Moja niwape historia kidogo. Huyo ubatizo wa kunyunyiza maji na ubatizo wa kubatiza watoto wadogo wasioamini ulianza mwaka 340 BK, yaani baada ya Kristo. Na baada ya hapo mwaka 1311 baada ya Kristo ukarasimishwa. Kama siku ya jana tuliona ya kwamba tarehe 7 Machi mwaka 321 Konstantini, ni mtu mmoja tu, mfalme tu, anakuja anatangaza, anasema kuanzia leo tutaabudu Jumapili. Hicho ndicho kilichofanyika katika ubatizo pia mwaka 1311. Watu tu wanasema, Bwana, tumechoka kuingia majini, kwani maji si yale yale. Kwa urahisi kabisa, maji si yale yale, tunayachukua tunakunyunyiza tu hapa. Masharobaro, unaleta usharobaro mbele ya kuzika dhambi, unaleta usharobaro mbele ya kufa, unaleta usharobaro katika imani. Hakuna usharobaro katika imani. Yesu Kristo anasema mnatakiwa mzikwe pamoja nami, sio tu kuzikwa, mfufuliwe katika upya, mfufuliwe mkiwa viumbe vipya.
mwaka 1311 baada ya Kristo wakapitisha na kurasimisha ya kwamba tunaweza tu tukatumia maji, mtu ukaja ukakinga kichwa chako hapa, tukakulowesha kichwani ukapita hivi. Lakini pia hata watoto wadogo, si watoto bwana, tunawabatiza tu, akiwa mkubwa tutamwambia ameshabatizwa kirahisi kabisa. Lakini maandiko yanatuambia yeye anayeamini ndio anapaswa kubatizwa. Baada ya kuamini lazima ukafe katika utu wa kale na ukafufuke katika utu upya. Kwanza, katika Biblia hakuna ubatizo wa watoto, lakini Biblia inasema Yesu Kristo aliwabarikia, akaweka mikono juu ya hawa watoto. Soma kitabu cha Mathayo 19. Maana huenda watu wanasema vibaya na wanaweza tu wakarasimisha, bwana ndio hivyo Yesu alibatiza hapa watoto. Soma Mathayo 19:13 mpaka 15. Ndipo akaletea watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao. Kwani wanasema aliletea watoto wabatize? Hapana, aliletea watoto wafanyeje? Aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea. Sio hapo, hivyo ndivyo kanisa la Mungu linavyofanya. Hivyo ndivyo Waadventista wa Sabato wanavyofanya, wanaobatiza kwa maji mengi, wanaoruhusu mtu afe katika utu wa kale na afufuke katika utu mpya, awe kiumbe kipya. Lakini kwa watoto wadogo, watumishi wa Mungu wanawabariki, wanaweka mikono juu ya watoto hao ili mtoto abarikiwe. Maana kitendo cha ubatizo kinapaswa kihusishe mtu aliyeamini. Lakini Yesu Kristo aliweka mikono juu ya watoto wadogo akawabariki, hakuwabatiza. Tulitoa ahadi ya zawadi kwa yule ambaye ataleta fungu linalosema siku ya Jumapili, fungu kutoka ndani ya Biblia inayosema mkaabudu siku ya Jumapili. Tukatoa ahadi ya shilingi 3,000,000. Naongeza fungu lingine, yeye atakayeleta fungu linaloonyesha Yesu Kristo au mtume yoyote alibatiza mtoto, alibatiza kwa kunyunyiza maji, naongezea hapo kuna zawadi ya 1,000,000. Atakayeleta fungu linalosema watoto walibatizwa, lakini pia ubatizo ulifanyika kwa maji machache, watu walinyunyizia tu maji kichwani, 1,000,000, halete hapa fungu. Nimetamka mbele ya watu, serikali, ofisi ya serikali ikiwa mbele yangu inayonifikia, leta fungu upate zawadi. Na kama fungu hilo halipo, wewe umetoa wapi? Na kama hiyo fungu halipo, wewe umetoa wapi? Ni mfuasi gani wa Kristo? Yesu Kristo anasema wanaonipenda na wafuati nyayo zangu. Huo ni upendo feki, hao ni wanafiki. Kwa nini ukubali kuitwa mnafiki na Yesu Kristo ambaye ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa nini ukubali kuitwa mnafiki? Yesu Kristo naye anasema wanaonipenda watashika amri zangu, wanaonipenda watafuata nyayo zangu. Wewe kiongozi wa dini, mkimbizi wa pili, unayepotosha watu, ambao unawaambia watu kwa maneno rahisi, hata wasomei mafungu. Yuko mtumishi mmoja nilienda kumfundisha, akasema mbona sisi hatujafundishwa? Nikamwambia hayo sio maneno yangu, mimi nimekusomea mafungu. Nenda kwa huyo kiongozi wako wa dini pia, mwambie akuonyeshe mafungu yanayosema uabudu Jumapili, akuonyeshe mafungu yanayosema tunabatiza kwa kunyunyiza maji, akuonyeshe hayo mafungu. Akaenda kwa mchungaji akajikanyaga, mchungaji akatetemeka, mchungaji mwisho wa siku akaleta porojo na fungu alijasomwa. Nikamwita mtumishi wa Mungu nikamwambia, wewe ni mtu mzima mwenye akili zinazochaji, fanya maamuzi. Lakini Biblia pia inatupatia msingi wa ubatizo. Soma kitabu cha Matendo 2. Biblia inatupatia msingi wa ubatizo 2:37 na 38. Kitabu cha Matendo inasemaje? Kwenye kitabu cha Matendo sura ya 2 37 na 38, walipoyasikia hayo wakachomwa mioyo yao. Walipoyasikia hayo, walipoyasikia nini? Mafundisho ambayo walifundishwa
kufundishwa, walipoyasikia wakachomwa mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Tutendeje? Baada ya kufundishwa wakaelewa, kama mimi ninavyofundisha. Baada ya kufundishwa na kuelewa, wakamuuliza Petro na mitume wengine, tutendeje basi? Wakajibu. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Na kaburi la dhambi limegunduliwa hapa. Tunapotubu, tunapofundishwa na kuchukua maamuzi ya kutubu, sio tu kutubu na kufanya ubatizo, kaburi la dhambi linapatikana hapo. Soma, anasema nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Baada ya kubatizwa mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Tulioko mbali, kama tunasikilizana, tupungiane mikono. Bwana awe pamoja nani. Amen. Inatupatia msingi wa ubatizo kwamba mtu lazima afundishwe. Baada ya kufundishwa anapaswa amini. Baada ya kuamini anatakiwa atubu. Baada ya kutubu anatakiwa abatizwe. Sasa huyo mtoto mnayembatiza mmemfundisha nini? Huyo mtoto mnayembatiza ameamini nini? Huyo mtoto mnayembatiza nini ambacho mnafuata? Ni msingi upi ulio ndani ya Biblia? Lete fungu nikupe $1,000,000. Lete fungu nikupe maokoto. Mkenya anasema lete fungu nikupe maokoto. Maana ubatizo unahusisha mwili mzima. Ubatizo lazima mtu aamini. Ubatizo lazima mtu akubali. Ubatizo lazima mtu akubali kufa pamoja na Kristo katika ubatizo, katika maji mengi, na katika huo kufufuliwa pamoja na Kristo, awe kiumbe kipya. Soma Matendo 2:41. Inasemaje? Tunabatizwa ili iweje? Tunabatizwa ili tufanye nini? Matendo 2:41. Nao walipokea neno lake, baada ya kulipokea neno wakabatizwa. Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Na siku ile wakaongezeka watu wapatao 3,000. Watu 3,000 wakafundishwa, wakaamini, wakatubu, wakabatizwa. Na baada ya kubatizwa wakajiunga na kanisa la Mungu. Baada ya kubatizwa wakajiunga kuwa mfuasi wa Kristo. Na kupendekezea nao hii, kubali ubatizo, amini mafundisho, kwa maana ndio itupasayo. Baada ya kuamini unapaswa ujiunge na kanisa la Mungu, ujiunge na wafuasi wa Kristo. Wakorintho wa kwanza 12:13. Na inatuambiaje? Wakorintho wa kwanza 12:13, fungu la 12 na ile aya ya 13 inasemaje? Kwa maana katika roho moja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, kwamba tu Wayahudi au tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, ikiwa ni mtumwa au mtu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Roho mmoja. Tunapaswa tubatizwe, tuingie ndani ya Kristo, kwa maana ubatizo ni mmoja. Hebu soma kitabu cha Efeso tuone, labda uende mwingine akasema kuna batizo nyingi. Soma Efeso 4:5, yenyewe inatuambiaje kuhusu ubatizo? Kuhusu ubatizo nyingi kwenye Efeso sura ya 4 mstari wa 5 inasemaje? Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Ubatizo ni mmoja. Hizo batizo za ajabu nimetoa wapi wa Kristo wenzangu? Batizo ambazo Kristo hakuzianzisha, batizo ambazo Kristo hakuzisema, batizo ambazo mitume hawakuzisema, batizo ambazo hazikuandikwa hata ndani ya Biblia. Nimetoa wapi wa Kristo wenzangu? Ubatizo ni mmoja, imani ni moja, Bwana ni mmoja. Tunatakiwa tubatizwe katika ubatizo mmoja, nao ni wa kuzamisha majini. Baada ya kubatizwa tunapaswa tuwe na Bwana mmoja, naye ni Yesu Kristo peke yake, aliyesema iheshimu uitakaze siku ya Sabato. Siku 6 fanya kazi, lakini siku ya 7 ni
Sabato ya Bwana Mungu wako. Tunapaswa tuwe na imani katika yeye. Huyo ndio Yesu Kristo ambaye anatuambia katika mimi mnapaswa mbatizwe, katika mimi mnapaswa mwenende na mfanye hayo. Je, baada ya ubatizo tufanyeje basi ili tusirudi katika utu wetu wa kale? Tufanyeje basi? Maana umetuambia tunakuwa viumbe vipya, umetuambia tunakuwa watakatifu wa Baba, tunabatizwa tukiinuka tunakuwa kama tusio dhambi. Je, tufanyeje? Tufanyeje basi tusirudi katika mapito ya zamani? Soma Mathayo 28:19-20. Kwenye kitabu cha Mathayo 28:19-20, kuanzia fungu la 19 na aya ile 20, inasemaje? Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baada ya kubatizwa anasema mkiwabatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu. Na baada ya kubatizwa sasa, ili tusirudi kule, tufanyeje? Sikiliza, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Ni Yesu Kristo anasema mkishawafundisha mkawabatiza hao watu, sikilizeni, muwafundishe kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Ni yapi hayo yote ambayo Kristo anasema yote? Ni yapi hayo? Yesu Kristo anasema amri zangu si nzito. Pia anasema ukinipenda utashika amri zangu. Kumbe tunapaswa tuwafundishe hao watu kuzishika amri za Mungu. Amri za Mungu ni zipi? Tulisoma siku ya jana tukaona ya kwamba amri za Mungu zinatuelekeza katika upendo wa Mungu wetu, zinatuelekeza kutojifanyia sanamu ya kuchonga, inatuelekeza kutofanya ibada kwa sanamu, inatuelekeza kuishika Sabato takatifu, inatuelekeza kuheshimu baba na mama, inatuelekeza kwamba tusizini, inatuelekeza tusiibe, inatuelekeza tusiue, inatuelekeza tusiseme uongo, inatuelekeza tusitamani mali ya jirani yako, wala mke wake, wala punda wake, wala mtumwa wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Baada ya kubatiza, Yesu Kristo anasema muwafundishe kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Anasema muwafundishe kuzishika amri kumi za Mungu. Anasema muwafundishe kuishika Sabato yangu takatifu. Anasema muwafundishe kuenenda katika utu upya. Anasema muwafundishe kuacha mapito ya zamani. Anasema muwafundishe waache kuwa wakimbizi tena, waache ukimbizi, warudi nyumbani. Anasema muwafundishe ya kwamba sasa imetosha kukaa katika mazizi mengine, imetosha. Kristo anasema kondoo wengine ninao ambao sio wa zizi hili, nawe imenipasa kuwaleta katika zizi moja, naye mchungaji wao niwe mimi peke yake, ni Yesu Kristo mwenyewe. Anasema baada ya kuwabatiza muwafundishe kuyashika yote. Baada ya kuwabatiza waje wakae katika hekalu la Mungu. Baada ya kuwabatiza wakae miguuni pangu. Huyo ni Yesu Kristo ambaye anasema tunapaswa tuwafundishe, tunapaswa tuwabatize, tunapaswa tuwaelekeze katika njia iliyo sahihi. Wewe unayesikiliza sauti hii, uliyepo karibu na wewe uliyepo mbali, sikiliza. Yesu Kristo anasema tunapaswa tubatizwe, kwa maana mtu ambaye hajabatizwa huyo hataokoka. Sio maneno yangu, haya ni maneno ya Yesu Kristo ambaye Marko anaandika kwenye Marko 16:15 na 16. Anasema unapaswa ubatizwe, maana usipobatizwa hautaokoka. Sikiliza, Paulo anawaambia watu, Paulo anasikiliza sauti ya Yesu. Matendo 22:14. Baada ya Paulo kusikiliza sauti ya Yesu anaitikiaje? 22:14 mpaka 16. 22:14 mpaka 16. Anasemaje? Akasema Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe. Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumuona yule mwenye haki. Huyo ni Paulo anaambiwa baada ya safari yake, maana alimuhusu Bwana baada ya
safari yake Yesu Kristo anamtokea njiani, anamtia upofu. Paulo anatolewa, anarudishwa nyumbani. Sikiliza mtumishi wa Mungu aliyoagizwa kwa Paulo, anamwambia soma. Anasema na kuisikia sauti itokayo katika kinywa chake. Umeisikia sauti itokayo katika kinywa chake, kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote na mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. Mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. Basi sasa unakawilia nini? Sikiliza, Paulo anaambiwa basi sasa unakawilia nini? Sasa unakawilia nini? Umeisikiliza sauti ya Yesu. Yesu Kristo amenena nawe. Umesikiliza ya kwamba napaswa nishike sabato takatifu. Umesikiliza ya kwamba napaswa nibatizwe katika ubatizo wa maji mengi. Paulo anaambiwa, je, unakawilia nini? Sema, simama ubatizo kuoshe dhambi zako. Simama ubatizwe. Sio tu kubatizwa, kaburi la dhambi limegunduliwa hapa. Simama ubatizwe. Kubatizwa ni kuosha dhambi. Umemuuzi Yesu Kristo, umeua watumishi wake, umewafunga watumishi wake, umekanyaga sabato, umemkataa Yesu Kristo, umekataa sauti yokoayo. Unakamilia nini? Simama ukabatizwe, ukaoshe dhambi zako. Endelea. Anasemaje? Ukiliitia jina lake. Ukiliitia jina lake, anatoa wito ya kwamba simama ukabatizwe. Sikiliza watu wa Mungu. Petro naye anasemaje? Waraka wa kwanza wa Petro anasema, ukisikiliza sauti ya Mungu usikawilie. Ukisikiliza sauti ya Mungu simama ukabatizwe, kwa maana Roho wa Mungu ananena nawe. Waraka wa kwanza wa Petro 3:20 na 21 inasemaje? Soma hapo 3:20 na 21. Soma. Watu wasiotii hapo zamani, watu wasiotii hata zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu. Safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambalo ndani yake wachache, yani watu watu wanane waliookoka kwa maji. Mfano mambo hayo, sikiliza, mfano wa ile safina ambayo wachache waliokoka. Mfano mambo hayo ni ubatizo unaookoa ninyi pia siku hizi. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaookoa ninyi siku hizi. Sio kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kusema kwake, dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Petro anatoa wito, anasema kama ilivyo wakati ule safina ilivyojengwa, wachache waliitikia, wachache waliingia, watu 8. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Kwa maana kumekuwa na safina nyingi leo hii, kumekuwa na nadharia nyingi leo hii, kumekuwa na madhehebu mengi yanayofundisha tofauti na Biblia. Wanabatiza watu kwa maji machache, wanabatiza watu kwa kukojolea, wanabatiza watu kwa kuruka moto, wanabatiza watu kwa kupita chini ya bendera. Safina ni nyingi, lakini iko safina ya Nuhu inayofananishwa na ubatizo wa kweli, ubatizo wa kusamisha majini. Ipo safina ya Nuhu inayofananishwa na ubatizo sahihi ambao Yesu Kristo aliwaachia wanafunzi wake. Na niwaambie wapendwa, hizo safina zote ambayo ni tofauti na safina ya Nuhu zitachomwa moto, kama ilivyo watu wengi waliokufa katika gharika. Angalia usije ukafa katika gharika la moto. Unaposikiliza sauti hii, fanya maamuzi sasa. Unaposikiliza sauti, kubali kuingia katika safina ya kweli inayofundisha ubatizo wa kweli, inayofundisha ibada ya kweli. Yesu Kristo anasema kila pando ambalo sio sahihi litang'olewa. Soma Mathayo 15 mstari wa 13. Neno la Mungu linasemaje? Kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 15 na mstari ule wa 13. Soma hapo. Neno la Bwana linasema, akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kila pando asilolipanda Baba wangu wa mbinguni litang'olewa.
Sikiliza, kila pando lisilopandwa na Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kama halijapandwa na Baba wa mbinguni, hilo limepandwa na mwovu ibilisi Shetani. Kama haipatikani katika maandiko matakatifu, hiyo imepandwa na mwovu ibilisi Shetani. Kama haipatikani katika maneno ya Yesu, hayo ni maneno ya Shetani mpendwa. Na ndio maana nakuambia, leta fungu upate zawadi, kwa sababu nina uhakika ya kwamba hayo hayapo katika Biblia. Na kama hayapo katika Biblia, umeyatoa wapi rafiki? Umeyatoa wapi mpendwa? Kwa nini ufanye kitu kinyume na maandiko? Sikiliza, Yesu Kristo anasema kila pando ambalo halijapandwa na Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Nahitaji nione kundi la watu ambao linasema hapana, sihitaji kung'olewa. Mimi ni pando la Kristo. Mimi ni pando nililopandwa na Yesu Kristo, nililopandwa na Baba yangu wa mbinguni. Watu kama hao wakisimama, wanaokataa ya kwamba mimi hapana, siwezi kuwa pando la Shetani. Hapana, mimi ni pando la Kristo. Hapana, sikubali, nimeelewa ukweli, napaswa kumtii Yesu Kristo na maandiko matakatifu pekee. Watu kama hawa wasimame. Lakini nahitaji nione jasiri mmoja, kama wakati ule mimi ambaye nilibatizwa kwa kunyunyizwa majini, lakini niliposikia kwamba neno la Mungu latangaza ubatizo wa kweli ni wa kuzamisha majini, nilipiga hatua mbele, nikasema sasa nahitaji nifuate sauti ya Kristo. Nahitaji nione jasiri mmoja anasema ni kweli, mimi nilibatizwa, lakini sio ubatizo wa Biblia. Sasa nahitaji nibatizwe ubatizo wa Biblia. Nahitaji nione mtu kama huyo akipiga hatua moja mbele. Nahitaji nione mtu kama huyo akipiga hatua moja mbele, anasema Bwana, nimesikiliza neno lako. Yesu Kristo, nimesikiliza neno lako, na ni kweli ya kwamba nilibatizwa kinyume na Biblia, lakini sasa nahitaji ubatizo. Lakini pia anayesema mimi sikuwahi kubatizwa, leo hii nimesikia kwamba kuna ubatizo wa kweli, nahitaji kubatizwa. Mtu kama huyo apige hatua. Hata wewe ambao ulishajitoa usichoke, piga hatua, tembee. Wako watu 12 ambao walishajitoa, wanasema hakika nahitaji kubatizwa. Nahitaji nione mtu mmoja anayeungana na kundi hilo, anayesema mimi pia nahitaji niungane na watu hawa wa Mungu. Mimi pia nahitaji nibatizwe. Mimi pia nahitaji nife katika utu wa kale na nifufuke katika utu mpya. Wako watu ambao wamejitoa tayari, wanahitaji kwa ubatizo, na ubatizo huo utafanyika siku ya Jumamosi mahali hapa. Wale wote wanaosema hakika nahitaji nibatizwe, piga hatua mpendwa. Roho wa Mungu ananena nawe. Nawe uliye mbali unayesema hakika nimesikiliza, nahitaji ubatizo, hakika nimesikiliza. Utakapomwona mtumishi wa Mungu yoyote ambaye unafahamu anasimamia kweli miongoni mwa kundi hili, usisite kumpa jina lako, na siku ya Jumamosi ukawa miongoni mwa wale wengi ambao watabatizwa. Tunapoenda kuomba, tunapohitaji kuomba, mtu ambaye anasema mimi pia nimesikia neno la Mungu, lakini siko changamoto ndani ya maisha yangu, ninayo changamoto ya kiafya, ninayo changamoto ndani ya familia, ninayo changamoto kwa watoto wangu, ninayo changamoto ya kiuchumi. Tunapoenda kuomba, utanyosha mkono wakati Pastor Musa Ngeta unakuja kuombea watumishi hao ambao wanasema ninazo changamoto katika maisha, watanyosha mkono naye Mungu akawatendee. Utawaombea wote waliojitoa katika ubatizo siku zilizopita na siku ya leo. Basi watu hao waweke mikononi mwa Mungu, Roho wa Bwana akawabatize na aendelee kunena nao, na siku ya Jumamosi ikawa udhihirisho wa kwamba watu wako wamejitoa, watu wako wanabatizwa. Karibu mtumishi wa Mungu. Basi na tuombe. Mtakatifu, 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 Baba na Bwana wa majeshi, unayeketi mbinguni, jina lako na litukuzwe jioni ya leo. Umemtumia mtumishi wako, ameyazungumza yote yale uliyomwambia kuyasema. Ametufundisha juu ya ubatizo, namna ulivyo katika Biblia.
Sauti hii imesikika katika viwanja vya London. Watu wako London katika kila kona, karibu na mbali, wamesikia sauti yako. Bwana, tunaomba neno lako likatimie katika masikio ya waliosikia sawasawa na mapenzi yako. Wafanye wale ambao wana hofu yako wakukimbilie Bwana. Wale ambao wamewahi kubatizwa kwa kunyunyiza wakiita hivyo, leo wameonyeshwa njia iliyostahiki na sahihi. Bwana, wafanye wakukimbilie katika maisha yao, kabla ya zile siku ambazo ulisema kwamba siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke si nyingi katika uso wa dunia. Ili Bwana, maisha yao yatakapokoma yawe ni maisha ambayo yamekabidhiwa mikononi mwako. Bariki kongamano hili lote la waliosimama wakati huu na wale waliokuja wakiwa wana mahitaji ya kiafya na kiuchumi na kifamilia, ambao sasa wakiwa wamenyosha mikono yao, Bwana, tunaomba uwatendee sawasawa na mapenzi yako. Walio wagonjwa waguse katika maeneo ya miili yao wanayoumwa, wakapate uponyaji wa haki na uponyaji wa kweli unaotoka kwako. Wanapopona Yesu, jina lako na lihimidiwe na litukuzwe, na sifa zikurudie wewe Baba wa mbinguni, ambao uchumi wao unayumba. Yesu, simamia uchumi wao, na unapoimarika sifa na utukufu virejee kwako. Familia za watoto ambao wamepotoka, watoto ambao waheshimu wazazi, watoto ambao wamekuwa wezi na wavuta madawa ya kulevya, watoto ambao wamekuwa wanywa pombe, Baba, unapowaponya watoto wao, sifa zikurudie wewe Mungu wa mbinguni, maana hiyo ndiyo furaha pekee ya wazazi, kuona watoto wao wakiwa ni watoto wacha Mungu. Asante kwa wema wako na ulinzi wako. Asante kwa namna jinsi ambavyo tumeisikia sauti yako ikinena katika viwanja hivi. Sasa ni wajibu wa Roho Mtakatifu azidi kuzungumza na watu wako taratibu, kimya kimya. Tunafahamu kuna watu wako mbali sana na maeneo haya, lakini wameketi mahala fulani chumbani wanajifunza. Waguse mahala ambapo wapo katika chumba kile, yule mama, yule dada, yule kaka anajifunza pale.